naye. Nyie hamjui kazi ambayo mchungaji amefanya. Yale maji yalikuwa yanabariki. Haleluya. Amen. Lakini naingia wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Amen. Ila ninamshukuru mtu yeyote ambaye amehusika katika hilo jambo la kufanikisha ubatizo. Bwana asifiwe. Jana walinipigia wakaniambia hawana uhakika wafanyeje. Lakini Mungu amewamisi. Tunatamani tuje hapa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini pia nitarudi siku ya Jumapili. Hii haitoshe, leo imekuja tu emergency kwa ajili ya hawa vijana. Amen. Yani nimekuja kwa ajili yenu leo. Haleluya. Sikuwa na mpango kabisa wa kuja Jumamosi. Lakini waliponiambia watu wameamua kubatiza, nikaacha kila kitu. Haleluya. Kwa hiyo ndugu zangu, sio jambo dogo ambalo mmelifanya. Namshukuru mchungaji kwa kunialika na kunipa nafasi. Basi mengine tutaongea baadaye. Amen. Amen. Barikiwe sana. Amen. Karibu sana kule lokale. Amen. Amen. Asante sana mchungaji, hatu ya kupokea. Wende usimame hapo, hiyo kiti tunakugawia nayo. Kitaka uende nayo. Kitaka Mungu kwa na kuonea hapo. Tunakupenda sana. Amen. Yote tutakupa na msosi. Amen. 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 Kwa hiyo hatutakawia kama kisi tuliwaambia. Kesho tuna service. Vitakuwa vizuri zaidi. Na tunamshukuru mchungaji wetu hapo. Kwa kweli kama kisa alivyosema hakukuwa na mipango ya kuja huku. Lakini tulipomwambia kama tuna sikukuu ya kubatiza na tena tangia tuanze kanisa ndo watu wetu wa kwanza ambaye tunabatiza, akasema mtaacha vyote nikuje. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru sana mchungaji kwa kujitolea. Kwa kweli Mungu akubariki sana kwa kushiriki pamoja na sisi. Abarikiwe. Amen. Amen. Kwa hiyo kabla hatuja kawia, tunataka tusimamishe kwanza wenye walibatiziwa, wasimame waangalie kanisa. Simama kwa heshima zenu. Mchukue, kila mtu achukue na maua yake. Ndio hivyo hivyo. Amen. Amen. Kwa sasa kanisa inafaidika. Itakuwa kwenye kalenda ya mwaka huu. Yeah. Amen. Yeah. Amen. Amen. Kanisa nadhani kwa sasa tunaeneza mwaka na ndio watu wetu wa kwanza ambayo tunabatiza. Tunamaliza mwaka tunaanza. Alikuwa mezani
Amen. Pigia makofi waimbaji. Kama una kipaji cha kuimba, mwambie Mungu na mimi niko hapa, nisaidie kipaji kwa sababu ninasikia utamu. Ameni. Mungu awabariki sana waimbaji. Mtakifanya vizuri, mpongeze. Mwambie kwa kweli Mungu akubariki. Umeimba vizuri. Umefanya vizuri. Ameni. Ndio maana kacha ya hapa Marekani ukipoifuatilia, ukifanya kadogo anasema thank you. Ukimsemesha kidogo ni thank you. Yaani chochote ambacho utafanya ni thank you, thank you, thank you. Si ndio hivyo? Umeshaviona? Yana nakusifia, umefanya vizuri, asante. Umefanya vizuri, asante. Waimbaji wetu Mungu awabariki, umefanya vizuri. Ameni. Yesu aliambia wanafunzi wake 12, umoja kati yenu, umoja atanisaliti. Wakasema ni nani? Wakaanza kuangaliana, ni nani? Ni nani? Na wewe angalia vizuri kama hauko na saliti mwenzako, hauko na saliti Yesu, hauko unatoka mapenzi ya Mungu. Usisikie tu ngoma ya muziki kwa mtamu bila kuchambua maneno ambayo iko ndani. Ukienda kinyume na mapenzi ya Mungu na msaliti Yesu. Ukisemea mtu uongo na msaliti Yesu. Mungu atuhurumie. Kwa hiyo bila kukawia, kanisa lote tusimame, tunaimba nyimbo ya wokovu namba 16. Ni heri kuona ndugu Oh,
vikapu vya sadaka hapa, ndio maana hatukutoa sadaka, lakini wakipa tusaidia navyo tutatoa sadaka. Ameni. Kwa hiyo sasa tunataka tukaribishe mhubiri, kwaya ikuye hapa ituimbie nyimbo korasi moja ya adoration, kisha tutakuwa tunatoa sadaka na mhubiri atasimama. Tutatumia muda vizuri, msiogope. Kwaya tuimbishe korasi moja. Sifa na maabudu. Karibu, karibu, karibu. Jamii, walienda wapi? Jamii, mnafanya mtambishana na mnapendeza, eh? Au wabiki waliwaza je leo? Mnapendeza. Haleluya. Amen. Sifa, sifa, sifa. Kule mbinguni sifa. Sifa, haleluya. Sifa, sifa, sifa. Kule mbinguni sifa. Sifa, haleluya. Sifa, haleluya. Sifa, haleluya. Sifa, haleluya. Sifa, haleluya. Sifa, haleluya. Haleluya. Sifa, haleluya. Shangwe, shangwe, shangwe.
utii katika maisha ya walio wako. Baba, asante Baba, tayari tunataka kukaribia kulisikia neno lako, tunataka kukaribia kusikia ujumbe wako. Baba, asante, ulimwengu ni Mungu. Baba, tunakuomba kuandika uonekane katika eneo hili. Baba, tayari tunataka kukaribisha atakayelisha kondoo zako, mtumishi wako Baba, mbele zako unapopata kujadili siku takatifu, upate kuongoza kwa kila jambo atakalozungumza. Roho Mtakatifu Baba, kuongoza. Roho Mtakatifu apate kutushauri. Roho Mtakatifu apate kufundisha. Na yote Baba atakayezungumza itoke kwako. Atakayezungumza Baba apate kutoka kwako. Nasi tutakapolipokea neno hilo, lipate kufungulia masikio ya mwili hata vile ya roho. Baba, neno hilo lipate kujenga ndani mwetu, ili tupate kuliishi na kulitenda maisha yetu. Ibilisi asipate nafasi ya kupokonya neno hilo katika maisha yetu. Na neno hilo Baba liwe njia wetu, ili tupate kuona upendo wako. Asante Baba kwa pamoja nasi wakati huu. Tunakuja kufunga na kupiga nguvu zote zile z'ibilisi katika wakati huu. Ibilisi asipate nafasi kamwe. Hewa za kutokoneza tunazozitegemea, hewa za kutoka na kuingia tunazozifunga, hewa za kutentisha zisizofaa tunakuja kuondoa katika njia. Utawala wako Baba uomba kisha utakuwa pamoja nasi kama vile mwanzo, na utakuwa pamoja nasi kama vile mwisho. Asante Baba kwa yote atatendeka kwa mapenzi yako, ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Mkae mtulie mbele za Bwana. Asante. Amen. Amen. Simama tuliheshimu neno la Mungu linapokwenda kuzungumzwa. Simama juu ya miguu yako. Would you please stand? Na tutasoma katika kitabu cha Yeremia Ezekiel 36:26. Some Ezekiel 36 na mstari wa 26. Kuna mtu msomaji wa Biblia tusomee hilo neno. Ezekiel 36 na mstari wa 26. Kuna mtu amepaona? Kama hujaona nitasoma. Unaweza kusoma kwa lugha yoyote ile. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ezekiel 36:26 mu Kinyarwanda aravuga ngo nzabaha n'umutima musha, mbashiremo umwuka musha, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashiremo umutima woroshe. Amen. Amen. Father, we thank you tonight. We are here standing in the front of your eyes. We are here on your feet, oh holy. We call upon your presence upon us. We call upon the angels to come down. Tunaita malaika watuzunguke wakati tunasikiliza neno lako. Neno lako ni fimbo, neno lako ni upanga, neno lako ni chakula, neno lako ni kioo, neno lako hatuna jinsi ya kulidescribe. Sasa tunaomba utuelezee neno hili Bwana. Tunaomba useme nasi. Mimi ni mwanadamu, naomba uguse mdomo wangu Bwana.
ninaomba uguse ulimi wangu, usinene kitu chochote ambacho hakijatoka kwako, Jehova. Tazama moyo unayokwenda kusikiliza, tazama masikio anayokwenda kusikia neno hili, uyabariki katika jina la Yesu wa Nazareti, naomba nikiamini, amen. Amen. Kama utakuwa tayari, ninaomba tukae. Ninaomba uendelee kuwa na mimi katika maombi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwamba shetani hataki neno la Mungu lipite. Atafanya kila njia, anaweza kutumia mavazi niliyovaa, anaweza kutumia kitu chochote kuhakikisha wewe usiangalie neno, lakini umwangalie mtu. Anaweza kutumia kukukumbusha mtu aliyekufanyia vibaya jana. Haleluya. Anaweza akatumia kukukumbusha kitu ambacho pengine hakiendi vizuri kanisani, ili usisikilize neno likakusaidia. Amina. Amina. Amen. 36:26 kitabu cha Yeremia, cha Ezekiel. Naendelea kusema Yeremia, cha Ezekiel. Haleluya. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kabla ya kuingia kwenye maneno haya, ninaomba niwapongeze kanisa. Piga makofi kwa Mungu. Ninawapongeza kabisa. Ninapowatazama ninakumbuka kitu kimoja. Ngoja nitamke neno moja la kinabii. Haleluya. Amen. Ninakwenda kutamka neno hili, mkaliverify, mkalifuatilie. Hatuwezi na hatutakaa kwenye chini ya nyumba hii ya rufu hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu tutanunua eneo letu. Bwana asifiwe sana. Amen. Au tutajenga kanisa letu. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba mnisikilize vizuri. Wangapi mnakubali kwamba tuna uwezo? Wangapi wanajua tuna uwezo? Tuna uwezo wa kupata eneo letu. Haleluya. Hiyo haihusiani hata kidogo na kuwashukuru watu wanaoendelea kutuhifadhi kwa wakati huyu. Hawa watu ni watu wema sana, ni watu wazuri sana, na ninyi mmekuwa watu wazuri. Nidalitamka, hawa watu wakikuta haka kitu kamesogea hapa, ni shida kubwa sana. Unanisikia? Haka kitu kadogo kakisogea mahali hapa, akaja akakuta hakako mahali kalipokuwa, shida imetokea. Ndio. Kwa hiyo sisi tuna uhakika Yesu atatuwezesha na tutapata jengo letu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama mnaamini sema amina. Amina. Kama mnaamini sema amina. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Joshua, Mungu akamwambia, kila mahali utakapokanyaga nimekugawia, na wala hakuna taifa ambalo litasimama mbele yako lipigane na wewe. Hamjanisikia? Bwana asifiwe. Amina. Lakini nabeba kitu ambacho wewe ukibebi kwa sasa hivi. Wewe fanya siku moja ujikute wewe ndo uko mbele, utajua. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Uoga wa kimwili ukaja kwa sababu Joshua alishuhudia watu wakimsumbua Musa. Mpaka ngoja niwaambie, hiki kitu ndicho kilisababisha na Musa asifike Kanaani. Mnanielewa? Mnanielewa? Kitu kilichofanya Musa asifike Kanaani ni wanadamu. Wanadamu walio
kumtongoza. Walimpa shida kiasi kwamba siku moja kasahau maagizo ya Mungu. Oh, haleluya. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Akasahau maagizo ya Mungu. Mungu amesema nenda kaguse mwamba. Kapiga mara ya kwanza, akasema ninyi watu msiosikia. Unajua ukisoma kitabu cha Yohana sura ya mwisho inasema vitu vyote vilivyofanyika kama vingeandikwa kwenye kitabu tusingepata mahali pa kuweka vitabu. Haleluya. Unafikiri Musa alikuja tu akapiga fimbo? Kuna kitu kimepita. Wanamwambia umetuleta hapa kutuua. Sasa Joshua alikuwa ameshuhudia vitu vyote hivyo. He witnessed all this chaos. Hivi vitu vyote vilivyotokea. Lakini Mungu akamwambia neno ambalo ninataka nikwambie kwa siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Amena. Haleluya, haleluya. Amina, amina, amina. Mungu akamwambia kwamba usiogope, kwa maana kila mahali utakapoweka Mungu wako nimekugawia. Haleluya, sema amina. Sema amina. Haleluya. Akageuka akamwambia, ninajua una tatizo ya vita vikubwa ambavyo viko mbele zako, lakini hakuna taifa litakalopigana na wewe. Sema amina. Haleluya. Amena. Asante Bwana. Imagine kama Mungu leo, soma Warumi sura ya 8 mstari wa 31. Warumi sura ya 8 mstari wa 31 inasema hivi, ikiwa Mungu yuko upande wetu, nani atakaye kuwa na uwezo wa kutupinga? Aya ya hamjanisikia. Sijui nihubiri kwa lugha gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa Mungu yuko upande wetu, haleluya, nani anaweza akatupinga? Hakuna. Abaroma 8:37. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Joshua, Mungu akamwambia, sasa Joshua sikiliza, usihofu hata kidogo, kwa maana hakuna taifa litakalosimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na isitoshe, ngoja nikwambie, kila utakapoweka mguu wako nimekugawia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu asifiwe. Amena. Amaraso wamenetse yanguyeho urubanza naririmba kuko ziyuko yambaba. Mungu alitusamehe akatugawia. Bwana Yesu asifiwe. Kesho tutakuwa tunakumbuka damu ya Yesu iliyomwagika, lakini kumbuka Musa, kama Mungu yuko upande wako. Okay. Ngoja niseme. Mimi nilipokuwa kijana, huyu bwana pengine anafahamu, nilikuwa na mkubwa wangu pamoja nuja mgawavuze ya hwele. Walikuwa wanajua kupiga karate, wale watu wanafahamika kupiga ngumi. Sasa siku moja niko Kigali mjini, tukapita sehemu ambako kuna majambazi, na yeye alikuwa ni mpiganaji kweli. Njoo ingawa umebatizwa, njoo nianze kutumia. Haleluya. Nimeona kitu ndani yako, kuna kitu kitakuwa. There is something inside you. Amen. It's going to grow. I don't know what it is, but pray. Muendelee kumwombea kijana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tunatembea.
akasikia wa majambazi walikuwa wanasema, ilikuwa ni usiku, akasema hapa tumevamiwa. Unajua alichokifanya? Akasogea mbele zangu akasema sogea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nilisikia Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wengine wakaanguka wakakimbia. Gesi alipomaliza vita akasema twende. Na mimi nikaanza kutembea kama yeye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Natembea kama yeye. Ikiwa Mungu yuko upande wetu, nani atakayetupinga? Hakuna. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama Mungu yuko upande wetu, tutashindwa kujenga kanisa? Hapana. Ngoja niwaambie. Hili neno la kiunabii. Unajua mtu anasema unabii anaondoka. Ninyi mkiamua, siku mkiamua, na ninajua tutafanya uamuzi huu ili tuachane na mtu kusema wa Afrika mmeweka hiki hapa, kesho hamuji, kesho. Unajua pale Lokale ni siku moja walitufungania nje kabisa. Tulikuwa familia kama 6 hivi. Ndio tunaanza. Tukaenda tukakaa kwenye basement ya nyumba yao. Tukasema tunataka tutafute kanisa lililochakaa. Ikanisa linaonekana jani damage. Tulinunua. Amina. Amen. Amina. Amen. Mmoja unaleta ngapi wewe? 5,000. Mwingine 2,000. Mwingine na file taxi zangu zikifika natoa 4,000. Tukakubaliana, tukaenda kanisani. Tukatangaza. Siku hiyo tukakusanya 18,000. Hatujawa na gari. Tulikuwa bado mimi nabeba watu wote kanisani, gari langu linazunguka, linaleta watu. Maana nilibarikiwa baada ya miezi 6 nikapata gari. Baada ya miezi 6 tu nimefika hapa. Nilinunua gari. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ukiwa na kitu kimtumikie Mungu. Hilo gari nikapata license. Mimi Afrika sikuendesha gari. Yaani hata nyumbani kwetu na baskeli tulijipata kwa bahati tu. Bwana sifiwe. Haleluya. Nakwambia ukweli, hata baskeli ilikuwa ni shida kuipata. Amina. Sasa nikanunua gari. Nikajifunza kuendesha. Kukatokea mkutano wa Atlanta. Watu wote kwaya yote hakuna mtu anayejua kuendesha. Mnajua toka hapa kwenda Atlanta ni masaa mangapi? 14 au 5. Nikaingia kwenye ile veni langu, lilikuwa ni veni. Naendesha watu 11 kwenye veni. Veni ile kawaida. Lile veni la watu 6-7. Nikaweka 11 na mtoto mmoja ambaye hayuko kwenye kasi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo siku hizo hatukuwa na kitu chochote, lakini tukabahatika, tukafanya mchango, tukanunua kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuliponunua lile kanisa, tukakaa nalo. Sasa tukafurahi. Watu wakasema hawa watu wamechanganyikiwa. Bana tulikuwa tunafanya ibada kuanzia saa 8 hata saa 2 usiku. Ibada. Kila kwaya nyimbo 4. Kila kwaya nyimbo 4 kanisani. Baadaye
zikawa kwaya sijui 4. Nyimbo 16 kwenye ibada. Wengine akifika hapa tulikuwa tunatoka Afrika. Haleluya, tutafika mawa. Mara 4 kabla hajasogea nani chorus inachukua nusu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tulikuwa tuna furaha kubwa sana ya kuwa mbele za Bwana. Haleluya. Leo ukija nyumbani anafahamu na ninyi mtafahamu ni nyumbani kweli. Sasa hivi ndio tunaanza kupaweka sasa vizuri kama nyumbani kwetu. Bwana asifiwe. Tunaanza kuangalia hiki. Haya matoilet waliojenga hatuyataki. Tunataka tujenge namna hii. Sasa hivi zile za flash kila Jumapili wanaita. Toilet imevunjika. Mwaka huu hakuna. Zile ukisimama zina